ameenda, lakini nimemkuta amelewa. Mimi hapa sielewi. Na baba mimi aliniambia kuwa mimi nikimkuta amelewa au ametoka kuzini nisimchukue. Sio hata nafanyaje mimi mdogo wangu. Kama umemkuta amelewa au amezini, ni kitendo cha wewe kumwambia baba. Tatizo wewe uelewi. Yaani mimi ninachofia mimi kwenda kumwambia baba. Na nikimwambia baba hataenda pale kwa hasira kumchukua. Na akimchukua lazima tu atamwadhibu. Na mimi sitaki baba amwadhibu kaka. Kwa unafanyaje dada? Hebu ngoja nifikirie cha kufanya. Umefika muda mrefu japokuwa sio muda sana. Ila nilipofika tu nikajua utakuwa umepumzika ndani. Nikasema ngoja nikusubiri hapa. Ukishamaliza kupumzika basi utatoka. Vipi? Unapaonaje? Nashukuru. Nyumba. Hapo haitaka. Sasa hapa mimi nadhani ndio sehemu ambapo tunakufahamu kwa hali yako ya sasa. Jambo lingine, uliniambia unataka gari na ukaniambia kwamba gari unayoitaka wewe ni Range. Range inapatikana, japokuwa Range ni gharama kidogo. Sasa ndio maana unaona leo nimekuja na hii gari hapa, ni Harrier. Ila ni gari nzuri ambazo watu wengi hawazitumii sana. Ni magari ambayo wanatumia wasanii wengi kama kina Dula Makabila, Meja Punta. Yaani yanatumika sana kwa sasa hivi, japokuwa ni gharama. Sasa mimi nikadhani labda pengine kwa hela yako ulionayo ungechukua hii Harrier ingekuwa vizuri zaidi. Mimi nataka hiyo Range. Kama hivyo unavyosema wasanii kibao wanao. Na mimi ndio fahari. Naendesha gari ambao pia wasanii wanazo. Unaona? Kwa nini hiyo Range? Na mtu sio gharama pesa usiwe na tabu. Kama bei yake kidogo iko juu mimi niko tayari kuongeza. Basi sawa, mimi nikutoe hofu kwa sababu Range inapatikana. Kama unaongeza pesa, Range inapatikana kwa 100%. Basi mimi nikuache, lakini sasa sitaondoka na hii gari kwa sababu nimekuja na rafiki yangu. Yeye kidogo kuna mteja anazungumza naye hapa. Sasa napotoka na fikiri ndo ataipitia hii gari. Mimi kuna sehemu napita njia hii hapa ya machimbo, barabara hazipiti magari, kwa inabidi nitumie bodaboda. Sawa, haina shida. Salama. Nikiwa kama mtu mzima, nikikuangalia umeshika hivyo kwa kujinamia, inaonyesha una matatizo. Wewe una shida gani? Matatizo kaka. Mimi na ndugu yangu tuna matatizo kwa kipindi kirefu sana. Ndugu yangu anasumbuliwa na majini wakali sana. Nimejaribu kuhangaika sana ili mradi hali yake ikae sawa. Nimezunguka kwa wataalamu tofauti. Na hata unavyoniona hapa nimetoka kwa mtaalamu ambaye katoka kumtibia ili mradi hii hali akae sawa. Lakini tangu tumerudi amepumzika kwa muda mrefu sasa. Mpaka sasa hivi bado hajaamka. Na anipi matumaini yoyote yale. Basi ulijaribu labda kumtafuta mtaalamu yoyote aweze kuangalia matatizo yake? Ndio kaka. Na hata hivi ninavyoongea na wewe tumetoka kwa huyo mtaalamu ambaye amempa dawa na mpaka wanamuona yuko katika hali, lakini tangu jana alikuwa shikiki wewe. Mimi kaka sikufichi muda mwingine mpaka Rais Mungu ananipa mitihani mimi. Ngoja nikufahamishe kitu kimoja mzee. Unajua mwanafunzi ukimpa kitu mimba inaweza isitoke. Lakini kama utatumia chai yenye rangi nyeusi, yanamaanisha majani, mimba inatoka chapu kwa haraka. Nikimtazama huyo ulipeleka kuliko mtaalamu, majini hajatoka. Mimi kakaangu mimi ni maamuma kabisa.
Silijui la mbele wala la nyuma, sina chochote ninachokifahamu zaidi tu ya kumwona ni ndugu yangu Steve. Sina utaalamu na ujuzi wowote juu haya mambo. Nimechoka kaka. Kama una uwezo wa kunisaidia, nisaidie kakaangu, nitakushukuru sana. Mimi unavyoona sina ndugu mwingine yoyote zaidi ya huyu jamaa hapa. Nimechoka na ateseka sana ndugu yangu brother. Yesu aliteswa msalabani kwa sababu ya madhambi ya binadamu. Sawa. Niko lazi kumsaidia. Niko lazi. Hiki ni kipande cha mzizi. Watu wengi wanakifahamu kwa jina la muhogo mchungu, baba yake na nyama yao. Nakupatia hiki. Tia kwenye glasi ya maji. Mpatie kutwa mara 2. Lakini ukimpa 2 mara 10, unaweza kumuua kama alivyomuua Dr. Mlela mgonjwa wa Muhimbili. Sawa. Kwa hiyo nikiuchia katika maji ndugu yangu anapona na kaa sawa kabisa. Naambia tena, nimemwambia kutwa ni 2 mara 1, lakini ukimpa 2 mara 10 utamuua. Sawa. Nakushukuru sana kaka. Mimi sina cha kukulipa ila Mwenyezi Mungu atakulipa kaka. Nakushukuru sana. Uwe na siku njema. Asante. Steve, tazama Mwenyezi Mungu anamuleta baraka zake. Tumekaa tu hapa kapita huyu ndugu yangu msamaria mwema, unaenda kupona sasa Steve. Usiniangushe basi ndugu yangu, na wewe kuwa na imani ili ukae sawa. Unajua maradhi yoyote wewe mwenyewe unatakiwa kuwa na imani ili uanze kukaa sawa. Kwa hiyo naenda kukupa hii dawa. Mimi naamini ndugu yangu naenda kukaa sawa. Sitamani kukuona huko katika hiyo brother. Nakuja. Biskali. Mtoto mzuri. Mambo vipi dada? Habari yako inaendeleaje? Hali yangu nzuri, ila ya kwako ndio mbaya. Habari yangu mbaya vipi sasa dada? Wakati wenyewe unaona huu mfuko na mazagazaga na manyanyanya na mavitunguu na nini, nataka katoe marosti. Nitaka kuchukua vitu kwa mwanangu Seimu nyama hapo kati. Hivi unavyoniona, nahitaji kurudisha katika hali yako. Na maanisha ile hali yako ya upofu. Nirudishie upofu wangu? Wewe nani mpaka unirudishie upofu wangu? Na nimekosea nini? Wewe ni vide. Yaani naichukia familia yenu vibaya. Kwa hiyo hatima yenu ni kuugua, kuteseka mpaka kifo. Sasa tunakukosea kitu gani lakini? Sasa mimi na kaka yangu tumekukosea nini? Mpaka unasema hivyo. Hebu jaribu angalia basi jamani. Tumebakia wawili tu. Mbona mnatufanyia hivyo? Sikiliza. Macho yako jamani. Macho yangu. Nirudisha jamani tena kwenye ubavu mimi. Jamani. Jamani mimi nitafanya nini jamani kwenye maisha? Mbona tunakuwa na roho mbaya sana? Pole taratibu. Steve, mimi imani yangu ipo katika ya maji. Umemwona yule kutoka hapo? Yule amekaa amenipa dawa na nimetia katika ya maji. Naamini ndugu yangu matatizo yote yamekuisha sasa. Utarudi katika hali yako kawaida na utarudi tena kazini ndugu yangu. Pole. Jitahidi basi. Pole.
umbariki ndugu yangu akae sawa. Ameteseka vya kutosha sasa. Nakuja napeleka kikombe ndani sawa Steve? Nakuja. Pumzika sawa? Steve. Steve, mbona unakaa sawa? Ndugu yangu si nimekupa dawa mimi Steve, kaka yako Steve. Nani? Msaada! Steve. Steveni. Nabakira nani mimi Steve jamani Steve. Steve unaenda wapi bwana? Pumzika kwa amani Steve. Mbele yako nyuma yetu, lakini mimi siwezi kukubali. Siwezi kukubali Steve. Una changamoto gani? Aise brother. Hapa nina matatizo mengi sana unaponiona. Kwa sababu kuna mwanamke mmoja nilikutana naye hapa. Asa baada ya kuzungumza naye. Ile binadamu bwana. Ile mwanamke akanifanyia matatizo unapoona, akanipigia upofu. Kwa mara nyingine tena. Akiniambia kwamba anatuchukia mimi pamoja na kaka yangu. Yaani familia yetu ndio anatuchukia. Huyo mdada unafahamu? Huyo dada ndio unafahamu, lakini kwa sababu yenyewe macho yangu hapa ni hayaoni. Kwa sidhani kama naweza nikamuona. Ile takija hapa mbele yangu siwezi kumjua. Hebu nisaidie ndugu wangu. Na unaishi wapi? Mimi naishi pale kwa Kisofa. Kisofa alikuwa ametupokea mimi pamoja na brother wangu. Kwa hiyo akajitolea kwa ajili ya kutusaidia. Kaka yangu ni anaumwa sana. Kwa hiyo hapa yenyewe nikatoka kuja kuchukua vitu, lakini Kisofa aliniambia nisitoke pale ndani. Naomba nisaidie kaka. Maskini ya Mungu. Wachawi wana roho mbaya sana. Unaweza kukuta kijana kama huyu hana kosa lolote.
lakini mchawi mradi tu amtese binadamu. Sasa mimi ninao uwezo wa kukusaidia, lakini kwa huyo mtu ambaye umesema unaishi kwake mimi simfahamu. Lakini kwa sasa hivi nitakusaidia kupeleka nyumbani kwangu, alafu nitafanya utaratibu wa kumtafuta huyo mtu ambaye unaishi kwake, sawa? Nitakushukuru sana kwa sababu yeye alijitolea ili atusaidie, ila msaada wake naona haujaisha. Alafu matatizo mengine yanakuja kutokea. Usijali. Simama tuondoke. Wewe. Ina maana mpaka leo bado hujanizoea tu? Mimi ni dada yake Msubiani, ambaye unamfahamu kwa jina la Chumi. Sio kama sababu nakukumbuka vizuri. Ila sema ujio wako ndio unachukua. Unajua mimi nimezoea wageni akija hapa kwa huwa anapiga. Sasa wewe ujio wako ndio maana nashtuka mwanangu, nasikia kama atakuja kuzuia. Majini huwa hatuna kawaida ya kupiga hodi. Ila kama wewe changamoto yako ndio hiyo, basi nitakuwa napiga hodi. Vipi mazingira yako unayonaje? Kwa kweli mazingira ni mazuri, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na mimi. Mimi leo na miliki jumba hili na jengo hili siamini. Nilikuja kwa lengo la kumpata kakaangu ili niweze kuondoka naye. Lakini nilipokutana naye nilimwona akiwa amelewa. Na mimi babangu alishaniambia kuwa nikimkuta kaka amelewa nisiondoke naye. Maana sisi majini huwa hatupendi uchafu. Na kule nyumbani tumemwandalia sherehe kubwa sana. Lakini ameniangusha. Ninachokuomba wewe au ninachotaka unisaidie, umshawishi kakaangu ili asinywe pombe. Nitakapokuja kumchukua nimkute akiwa msafi. Na kuhusiana na gari yote utapata. Kwa maana kabla hujawaza wewe, tunaanza kuwaza sisi majini, alafu ndio unapata wewe. Ila kama utaniangusha utashindwa kumshawishi kakaangu, basi hivi vitu vyote hivi tutavichukua na utarudi katika hali yako ya awali. Utarudi kwenye maskini. Sasa mimi naosema na nini hapo? Tena mimi nilisharuhusu mnichukue. Nimetokewa na dada yake chumvi nyingi. Leo Subiani. Lengo lake safari ya kuondoka na chumvi nyingi imefika. Lakini wamemkuta chumvi amelewa. Ameshindwa kuondoka naye. Amesema huko kwa babake hataki kabisa masuala ya pombe. Kwa hiyo ameniambia mimi nijitahidi niongee na chumvi nyingi. Aachane na mambo ya ulevi. Na nikishindwa basi vile walivyonikabidhi wataninyang'anya. Sasa sasa ngoja niende kwa Mabuti Majini anisaidie huyu mtoto. Nafanyaje mimi? Nitakuja kuzalilika tena. Ni kweli mama. Familia yake na Subiani hawapendi kabisa mambo ya uchafu. Ukiwa mzinzi, ukiwa mlevi, yani hawapendi kabisa. Tena chumvi asipoangalia, hata hizo mali zilizokabidhi wewe zinaweza zikarudi ujinini. Mimi nachanganyikiwa kabisa. Nimekuja kwako kama kuna dawa yote nisaidie ili nikampe chumvi nyingi. Achane kabisa na hili swala la pombe. Nije tena ninyang'anye hizo mali, nirudi tena kule kweli. Umesikia mama? Mimi taaluma yangu nilokuwa nayo ni kuwatibu binadamu wa kawaida, sio majini. Lakini kama inawezekana, naomba nikutane naye, nikazungumza naye kwa kina sana. Inawezekana akanielewa kulingana na wazifa wangu nilokuwa nao. Mimi naomba basi niweke nyumbani kwangu. Sawa, hakuna shida. Unaniogopa, si ndio? Unachoniogopa wewe kitu gani? Wewe si unajifanya mwamba wewe. Wewe si ndio ulomchukua kaka yangu na kwenda kumlewesha.
Wewe umekuja hojaje? Wewe ni jini kisirani. Wewe kwani ni nani? Mimi ni ndugu yake na huyo alomchukua kwenda kumlewesha. Hivi unafikiri babangu akijua matendo unayofanya atakusamea wewe? Haumjui babangu, anaweza kukufanya kitu kibaya. Nimleweshe nini? Hei, vipi masera? Vipi 45? Oya, huyo ana mdomo wake. Nimleweshe hiyo vipi? Nimleweshe kwani mimi ndio nimekuwa mtoto wangu huyo nimnyweshe na mnyesha dawa? Wewe vipi? Wewe kama unanitaka niambie. Nishajua wewe mangu, uhandsome wangu huyu sikuchanganye mbwa wewe. Kama unanitaka mimi, kamtake huyo Madundo sio mimi. Chizi nini wewe? Niambie, unapenda nini shepu? Kwa hiyo mimi nakutaka wewe. Ndio unanitaka kwani uongo? Hivi unajitambua kweli? Yaani mimi sina muda wa kutembea na wewe, mtu mwenyewe mlevi unanuka, sikuhitaji. Sasa wewe unajifanya kiburi, nitakuonesha. Nionyeshe. Hey!